Unajua Mungu anapompenda mja wake anamtia kwenye mtihani. Kama hampendi kwa sababu ya uhusiano wake na Mungu wake, Mungu anamwacha hivyo hivyo tu, anaenda hivyo hivyo mpaka mwisho anakufa katika hali kama hiyo. Lakini Mungu akikupenda atakuletea mtihani moja na nyingine ili upate kushtuka na kufungua macho, ala, kumbe mimi niko katika hatari namna hii, ili upate kurudi nyuma, uache na urekebishe na utubie na urudi katika njia sahihi. Wewe ukiona maisha yako inakwenda tu hivi, ndugu zangu, straight, haina matatizo yote, huna maradhi, huna matatizo ya pesa, nyumbani kwako watu wote wazima, huna shida hata moja, mashallah, maisha mazuri, wewe ndio umo ndani ya matatizo. Tahadhari sana ukiona maisha yako yanakwenda. Unaona wema waliotangulia katika masahaba na wengineo walipokuwa wanakaa muda mrefu bila mtu kuwa mgonjwa, wanamwambia Allah, tumekukosea nini ya Allah? Kwa sababu mtu kuwa mgonjwa, Mungu amemkumbuka, anataka amrudie yeye, arekebishe makosa yake. Lakini wewe unapoona leo matatizo nyumbani kwako, mara matatizo kazini, mara matatizo na mke wako, mara watoto wako, mara matatizo ya kiafya, mara mtu amekufa katika family, pata kujua wewe katika njia ya sawa. Mungu anayaleta haya ili upate kurekebisha uhusiano wako wewe na yeye. Yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi in kana fi dinihi salaba zida fi al-bala'i. Mtume sallam anasema mtu hujaribiwa kulingana na imani yake ndani ya dini yake namna ilivyo. Akiwa na imani iliyokomaa, imani iliyokita, imani ya kisawasawa, imani yenye nguvu, atazidishiwa msukosuko. Inakuja hii, ikitoka hii inakuja hii, ikitoka hii inakuja hii. Manabii ndio ambao walipitia mitihani, wengine wakatupwa ndani ya moto, wengine wakatishiwa kuuawa, mwingine akauawa. Sasa Nabii Yahya aliuawa, Nabii Ayub akapigwa na maradhi, akafilisika mali yake yote kwa miaka 17, mtu yuko ndani maradhi. Nabii Muhammad sallam anafukuzwa ndani ya Makka, watu wanataka kumuua, anatoroka usiku wakati hakuna taa. Nabii Muhammad wanafariki watu wake 6, mtume akiwa hai, tena kwa kupandiana. Baada ya miezi mitatu anakufa huyu, baada ya miezi 6 anakufa huyu, baada ya mwaka anakufa huyu. Hakuna mtihani uliokuwa mkubwa kama mtu kufiliwa na watoto wake, tena kwa wakati ikifandiana na hii. Nabii Musa, Firaun anamfuata kwenye ufuo wa bahari, Mungu anamtolea Musa njia katikati ya bahari na Firaun anagharikishwa. Hawa ndio walipitia mitihani. Nabii Ibrahim alayhi salam anakaa mpaka zaidi ya miaka 100 hajawahi kupata mtoto. Baada ya miaka 100 ndo sasa anapata mtoto Ismaili kupitia kwa Hajara. Hajakaa na ule mtoto sawasawa, Mungu anateremsha wahi, anamtuma Jibril, nenda ukamwambia Nabii Ibrahim nataka amchinje huyo mtoto. Hao ndo walipitia mitihani. Na maana kwamba Mungu alikuwa anawachukia? Hapana, Mungu aliwapenda zaidi, ndio maana akawapa mitihani zaidi. Na wewe vile vile na mimi, mitihani yako ikiwa kubwa zaidi, ndio Mungu anakupenda zaidi.